Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji, leo nataka kukuletea namna kuisoma dua hii au aya hii ya Qur'ani katika sala ya tahajjud ili kumjua mbaya wako. Kuna muda tunafikwa na changamoto au matatizo mpaka tunatamani kujua ni nani aliyesababisha matatizo yanayotusumbua. Lakini pia wakati mwingine pengine kumjua aliyesababisha ni nusu ya kujua tatizo linalokusumbua na ufumbuzi wake. Kuna muda tunatamani kujua aliyetusababisha matatizo nani. Sasa na kuelekeza utaratibu wa kusoma aya hii ya Qur'ani, ambayo aya hii inapatikana katika suratul Mujadila au suratul Mujadala, ni aya nambari 19 katika suratul Mujadala, ambayo utaisoma aya hii biidhnillahi ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuonyesha ni nani anakufanyia uadui, ni nani yuko upande wa shaitan, ni nani anakufanyia sihiri yani uchawi, ni nani anayefanya maisha yako yanaharibika. Aya yenyewe ni hii, inasema baada ya billahi minashaitanir rajim, istahwadha alayhimush shaitanu fa ansahum dhikrallah ulaika hizbush shaitan ala inna hizbash shaitani humul khasirun. Mwishoni mwa voice hii nitakukaririshia aya hii ili uipate kuhifadhi kama utakuwa hujahifadhi kichwani, yani hauifahamu aya hii. Inshallah, sasa tuanze utaratibu gani. Utaswali tahajjud kisha uweze kuisoma aya hii biidhnillahi ta'ala. Hatua ya kwanza kabisa, utaamka usiku na utaamka usiku kwa ajili ya kusali tahajjud. Tahajjud ni swala yoyote ya sunna ambayo inaswaliwa usiku baada ya swala ya Isha, baada ya mtu kulala kidogo na kuamka na karibuni na alfajiri. Kwa hivyo inapendeza kama utaisoma aya hii, yani utaiswali sala hii ya tahajjud kuanzia majira ya saa 8, saa 9, saa 10 za usiku, lakini ni bora zaidi kwako kusoma mwisho wa usiku, kwa maana kuanzia saa 9. Alafu baada ya hapo ukaja ukaswali alfajiri, basi usilale tena. Utakachokifanya, utaamka yani utalala kisha utaamka, kama ndo utaamka saa 9 au saa 8 au saa 7, kisha utatawadha, kisha tawadha, telekea kibla, utaswali rakaa 2. Katika hizo rakaa 2, sura ya kwanza ni suratul Fatiha, alhamdu kama kawaida. Baada ya suratul Fatiha utasoma suratul Falaq, yani qul a'udhu birabbil falaq utasoma. Kisha raka ya pili utasoma alhamdu kama kawaida. Kisha baada ya alhamdu utasoma suratun Nas. Kisha baada ya suratun Nas, kama kawaida sala yako itakuelekeza moja kwa moja kwenye kurukuu, kuitidali na kusujudu. Katika sijida utamwambia Mwenyezi Mungu haja yako. Sasa ukimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haja yako, utakaa. Kisha utakapokaa ndio sasa utaanza utaratibu kwa ajili ya kusoma hiyo aya na dua yako kwa ajili ya kumjua mbaya wako. Utaanza kwa kusoma suratul Fatiha mara moja, yani alhamdu utaisoma mara moja. Kisha utasoma ayatul kursiyu mara moja, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ile mara moja. Kisha baada hapo utasoma suratul Mujadila, hii utaisoma mara 40, utaisoma mara 40 suratul Mujadala, aya hii ya 19 ambayo inasema hivi, istahwadha alayhimush shaitanu fa ansahum dhikrallah ulaika hizbush shaitan ala inna hizbash shaitani humul khasirun. Istahwadha alayhimush shaitan fa ansahum dhikrallah ulaika hizbush shaitan ala inna hizbash shaitani humul khasirun. Istahwadha alayhimush shaitanu fa ansahum dhikrallah ulaika hizbush shaitan ala inna hizbash shaitani humul khasirun. Aya hii maana yake nini? Istahwadha alayhimush shaitan, shaitani amewatawala fa ansahum dhikrallah, wakasahau kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Ulaika hizbu shaitani, hilo ni kundi la mashaitani, hilo ni kundi la shaitan. Ala inna hizbash shaitani humul khasirun, si hivyo bali kundi la shaitani ndio lenye kupata hasara. Aya hii maana yake ni kwamba inamhusu yani unatamani kujua wale wote ambao wako upande wa shaitani, wani kufanyia ubaya. Hii ina maana kwamba wako upande wa shaitani. Kwa hiyo katika hali ya kuwajua walioko upande wa shaitani, ukisoma ya hii, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuonyesha. Baada ya kumaliza kusoma ya hii mara 40, sasa utasoma dua
utasoma dua fupi hii ambayo ni pia nimekuandikia hapo, utaiona. Utaisoma dua hii fupi biidhnillahi ta'ala. Utamwambia Mwenyezi Mungu maneno haya. Utamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma arini aduwi wa afdhah kaidahu wakfinihi bima shi'ta innaka antal qadirul alim. Utamwambia Mwenyezi Mungu maneno haya, Allahumma, maana yake e Mola wangu, arini aduwi, nionyeshe adui yangu mimi, wafdhah kaidahu, nionyeshe adui yangu mimi, nionyeshe adui yangu na ufiche mpango wake, wakfinihi bima shi'ta, na unitosheleze kwa njia yote unayoipenda Mwenyezi Mungu, innaka antal qadirul alim, hakika wewe Mwenyezi Mungu ndiye muweza na mjuzi. Kwa baada ya kusoma ile aya moja ile mara 40 ndio utasoma dua hii, Allahumma arini adui wa afdhah kaidahu wakfinihi bima shi'ta innaka antal qadirul alim. Mwishoni nitaikariri dua hii inshallah. Sasa baada ya kufanya utaratibu huu, kama hujapata majibu utarudia angalau kwa siku 3 mpaka siku 7 utafanya zoezi hili. Lakini alama utakazokutana nazo ili kujua kama dua yako imejibiwa ama la, unaweza kumuona adui yako kupitia ndoto. Yani ukalala ukaota ndoto adui yako, utakapoota ndoto itakuwa ndoto ya kweli. Lakini anaweza kujitokeza adui yako kwa kauli au kwa vitendo vya ghafla tu umeshaswali hii ndani swala hii, umefanya dua yako ndani siku 2 au 3, ukaanza kumuona kabisa mtu anajidhihirisha kwa yeye ni adui yako, ujue ni majibu ya swala yako. Lakini pia unaweza kupata hisia za wazi dhidi ya mtu fulani, hisia ambazo hazina mashaka. Yani ukajikuta moyo wako sasa unakuamisha fulani, huyu ndo atakuwa adui yako. Wakati fulani majibu yanaweza kuja hivyo. Naomba nikutahadharishe ndugu yangu, jitahidi kufanya jambo hili usiku kutokumkusudia mtu. Yani usiswali ukiwa unamdhania mtu fulani, bwana yule ndio atakuwa adui yangu, ngoja ni swali. Majibu yanaweza kukutatanisha kidogo, kwa sababu unaweza kuja kwenye hisia zako ikawa kumbe si sahihi. Kwa cha msingi swali ukiwa naamini Allah subhanahu wa ta'ala ndio yule ambaye anamjua adui. Na kitu kingine ni kutahadharishe, baada ya kusha kumjua adui, kama ulivyomuomba Mwenyezi Mungu akujuze adui yako, basi urudi tena katika njia ya kumuomba Mwenyezi Mungu akutengenezee mambo yako na kukuzuia na shari za uadui ule pale inshallah. Na kama utahitaji msaada wangu kwa lolote, utahitaji kufanya dua, utahitaji kutuma sadaka yako kama shukrani ya hiki ambacho nimekuelewesha biidhnillah taala, basi nitafute katika nambari ya simu ya WhatsApp ambayo inapita chini screen yako hapo inshallah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Istahwadha alayhimush shaitanu faansahum dhikrallah ulaika hizbush shaitan ala inna hizbash shaitani humul khasirun. Istahwadha alayhimush shaitanu faansahum dhikrallah ulaika hizbush shaitan ala inna hizbash shaitani humul khasirun. Istahwadha alayhimush shaitanu faansahum dhikrallah ulaika hizbush shaitan ala inna hizbash shaitani humul khasirun. Istahwadha alayhim shaitan faansahum dhikrallah ulaika hizbush shaitan ala inna hizbash shaitani humul khasirun. Allahumma arini aduwi wa afdhah kaidahu wakfinihi bima shi'ta innaka anta alqadirul alim. Allahumma arini aduwi wa afdhah kaidahu wakfinihi bima shi'ta innaka antal qadirul alim. Allahumma arini aduwi wa afdhah kaidahu wakfinihi bima shi'ta innaka antal qadirul alim. Allahumma arini aduwi wa afdhah
kaidahu wakfinihi bima shi'ta innaka anta القادر العليم.